Mtazamaji wa ZMA Online TV, tunaendelea na ziara yetu hii tukiwa katika siku nyingine tena ambapo tunakuletea matangazo haya tukiwa tunahojiana na mabaharia, mainjinia pamoja na makapteni wa vyombo vyetu vya usafiri baharini kuelekea kwenye maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani ambapo mwaka huu itaadhimishwa kule mkoani Kigoma mwisho wa reli. Mimi ni Suleiman Abdallah, nyuma ya kamera yupo Saleh Abdallah Yusuf, na sasa hivi hapa tumekutana na injinia. Atajitambulisha yeye kwa majina yake na tunataka kujua zaidi juu ya majukumu yake. Baada ya mazungumzo haya atatusafirisha moja kwa moja kwenye boti yake kwenda kwenye chumba chake cha engine ili tuweze kujua yale majukumu anayosimamia. Lakini kwanza tuanze mazungumzo yetu. Injinia, karibu sana, tukutambue kwa majina yako na majukumu yako. Asante sana. Mimi kwa majina naitwa Hemedi Sinamali, ni chief engineer wa boti ya Kilimanjaro 8. Na majukumu yako ya kila siku kwenye hichi chombo ni yepi? Nikiwa kama chief engineer wa chombo, majukumu yangu makubwa ni kuhakikisha chombo chetu kinaenda kwa usalama katika upande wa technical department, kwa maana ya idara ya ufundi, kwa sababu kwa kawaida ya meli yoyote inakuwa ina idara mbili. Tuna idara ya manahodha ambao wanahusika na uongozaji wa chombo pamoja na idara ya mitambo kwa maana ya engine room. Kwa hiyo mimi nakuwa ni mkuu wa idara ya mitambo. Kwa hiyo moja ya majukumu yangu ni kuhakikisha kwamba engines kwa ajili ya uendeshaji wa meli zinafanya kazi, magenerator kwa ajili ya uzalishaji wa umeme kwa matumizi mbalimbali zinakuwa zinafanya kazi, pamoja na vifaa vyote vya kiusalama. Kazi hii ni kubwa sana. Unawezaje kuisimamia pekee au kuna timu nyingine ambao wanakusaidia kuhakikisha kwamba hilo jambo linakaa kwenye nafasi yake? Naam, ili kuweza kutekeleza majukumu yangu kawaida ninakuwa nina watu wangu ambao ni engine room crew. Kwa kesi ya chombo kama hichi nipo mimi chief engineer, ninaye msaidizi wangu ambaye ni second engineer, yani nina wasaidizi wawili katika supporting level ambao ni oilers, wapo wawili. Kwa jumla tuna timu ya watu 4 kwa upande wa idara ya engine room. Basi Engineer Hemedi Sinamali, sisi baada ya mazungumzo haya tupate neno moja lako kwako. Tunaelekea kwenye maadhimisho ya siku ya mabaharia duniani 2026 Kigoma. Neno lako wewe ni lipi kwa vijana wenzako ambao ni mainjinia, lakini pili vijana ambao wana hamu siku moja na wao waweze kuingia katika fani hii, wengine wanaogopa bahari, labda neno gani la kuwapa katika fursa ambazo kubwa ziko kwenye ubaharia? Naam, kutokana na sera ya siku ya mabaharia duniani kwa mwaka huu inayoelezea kwamba ni kutoka sera mpaka utekelezaji, nachoweza kuwaasa vijana wenzangu ambao tayari ni mainjinia au ambao wanatamani kuwa mainjinia, tufanye kazi kwa uzalendo, tufanye kazi kwa mshikamano, tuipende kazi yetu, kwa sababu hii ni moja kati ya sekta ambazo ni sekta muhimu sana katika uchumi wa dunia, kwa sababu 90% ya mizigo duniani kote inasafirishwa kwa njia ya maji. Kwa hiyo ni sekta ambayo kiukweli ndio inarani uchumi wa dunia kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo niwaombe vijana wangu tufanye kazi kwa mshikamano, tufanye kazi kwa kujitoa, tufanye kazi kwa uzalendo pia. Asante sana. Sisi tunakushukuru Engineer Hemedi, na sasa kwa sababu wewe ni chief engineer hapa si pahala pake sana. Tumefanya mazungumzo haya walau kwanza kufikisha ujumbe kwa wananchi wetu, lakini tunataka tusafiri pamoja kuelekea kwenye mitambo ili tuweze kuona kwamba mambo yanafanyika vipi huko. Bila shaka. Karibu. Katika bahari kuu ya Zanzibar, usalama kwanza ndilo lengo letu daima. ZMA mbele, imara kwa vitendo, kusimamia safari kwa sheria na miongozo. Karibu ZMA. Kwa ufupi, kutokana na arrangement ya chombo chetu, hili eneo tunaliita tank room. Ni eneo ambapo tunachakata mafuta kwa ajili ya uendeshaji wa chombo chetu. Hapa tuna tenki kwa ajili ya matumizi ya siku. Chini tuna matenki ya kuhifadhia mafuta, then yanatolewa chini, yanapitishwa kwenye mchakato wa kuchuja mafuta, yanakuja kwenye tenki tayari kwa kwenda kwenye engine. Kwa mafuta yaliyoko hapa tayari yanakwenda kwenye engine. Hapa tuna mfumo wa kuhifadhi
maji taka, kwa sababu chombo chetu ni chombo kinachozingatia mazingira. Kwa hiyo maji taka yote yanayotoka kwenye vyoo pamoja na mabafu yanahifadhiwa hapa, then yanachakatwa kwa kutumia mtambo ule kabla ya kupelekwa baharini. Hii ni moja ya majukumu yangu kama chief engineer, kuhakikisha kwamba tunatunza mazingira yetu kwa ajili ya vizazi vijavyo. Katika bahari kuu ya Zanzibar, usalama kwanza ndilo lengo letu daima. ZDM mbele, imara kwa vitendo, kusimamia safari. Hapa hii ni moja ya majenereta kwa ajili ya kufua umeme tunaotumia humu. Pia na yenyewe yapo mawili, tunalo moja upande wa huku na lingine liko upande wa pili. Na hapa tuna mfumo wa kusafisha maji ya oili, kwa sababu tunavyofahamu katika maeneo ya engine room kunaweza kukaa labda kuna uvujaji wa oili, kwa haya maji yenye oili yanakusanywa sehemu moja. Sasa haya maji kwa kulinda mazingira yetu hatuwezi tukayapampu moja kwa moja kwenda baharini. Tunatumia mfumo huu wa kuyasafisha kwanza, kuhakikisha kwamba imefikia kile kiwango ambacho kinaruhusiwa na sheria kukipampu kwenda baharini. Katika bahari kuu ya Zanzibar, usalama kwanza ndilo lengo letu daima. ZDM